nyeni. Kwa hiyo unaweza ukachukuliwa uhai wako apewe mwingine, mtoto mwingine anazaliwa, wewe unafariki. Hiyo ni baadhi tu ya mifano ambayo Mungu ana namna zake ambazo anazitumia. Bila shaka mmeelewa. Basi naomba nikaribishe mwenye mchango wowote katika hili aongezee na yeye. Yesu asifiwe. Amina. Tunashukuru kwa neno zuri. Mimi nilitaka niongezee hapo kwenye talanta, kwa maana kama baba mchungaji alivyosema kwamba talanta ni pia, yani vile ambavyo Mungu pia amekuumba. Kwa hiyo tusijifikirie kwamba Mungu ametuumba kwa ajili yake binafsi. Ametuumba kwa ajili pia ya watu wengine. Yani kila mtu Mungu alivyomtengeneza, alivyomfanya, ana kitu ambacho kinatakiwa kifanyike msaada kwa mtu mwingine. Kwa mfano, kuna wengine wanapewa unajijua unapenda kuimba, umepewa uimbaji, basi imba kwa ajili ya kuwagusa wengine, kuwatia moyo wengine, kuwafanya nini. Yani hivyo. Kwa hiyo kila mtu Mungu alimuumba kwa kitu. Yani kila mtu kuna kitu kinaitwa kusudi. Yani hakuna mtu alikuja duniani kwa bahati mbaya. Hakuna mtu aliumbwa hivyo alivyo au hivyo ulivyowekwa kwa bahati mbaya. Vinatofautiana kama ambavyo tumeona talanta. Kuna wengine alipewa talanta 5, mwingine alipewa talanta 3, mwingine alipewa talanta 1. Ndio hivyo kwenye maisha. Kila mtu, na ndio maana pia si hata uwezo hatulingani, si ndio? Kuna wengine ana akili sana, mwingine ana akili za kawaida, mwingine anaongea sana, mwingine haongei. Kila mtu ana kile kitu ambacho Mungu alimpa nacho. Na katika kila kitu hicho tutatolea hesabu. Umefanya nini? Umezalishaje? Umesaidiaje wengine? Kwa hiyo hauwezi kufanana, usitake kufanana. Ukisema mimi mbona Mungu hajanipa kama fulani, na wewe utafanana na yule aliyepewa talanta 1. Kwa sababu yule aliyepewa talanta 5 alihukumiwa kwa talanta 5. Alipimwa kwa talanta 5 alizopewa. Aliyepewa talanta 2 alipimwa kwa talanta 2 alizopewa. Aliyepewa kwa talanta 1 alipimwa kwa talanta 1. Kwa hiyo usitamani siku zote kujilinganisha kwamba labda mimi nitafanya hivi mpaka labda nitatoa msaada nikiwa kama Baresa. Inawezekana wewe hujapangiwa talanta 5, umepangiwa talanta 2. Fanyia kazi hizo 2 zako. Kwa hiyo usiseme kwamba mimi sitafanya hichi mpaka niwe kama fulani, au labda ningekuwa kama fulani ndo ningefanya. Hapana. Kwa hiyo kila mtu ana kipimo cha kwake tofauti. Mungu awabariki. Mimi nimejifunza kuona thamani ya vitu tulivyo navyo. Sio kila kitu tulicho nacho kina thamani, lakini tunataka tuone thamani yake na tunataka tuvitunze. Ukipewa talanta 1, 2, 3 au 4 au 5, unatakiwa uzifanyie kazi. Kama utazifanyia kazi, basi utakukunywa. Sasa leo nilichojifunza ni kwamba tusiwe wavivu kama yule ambaye amepewa talanta 1 hakuifanyia kazi ile hela aliyopewa, lakini ameificha ardhini. Tusiwe wavivu, lakini tufanye vitu kwa bidii ili tuweze tukapata tulicho nacho na zaidi yake. Lakini pia Biblia kuna mahali inasema kwamba ukipewa vingi utadaiwa vingi, na ukipewa vichache pia utadaiwa vichache. Kama Mungu amekuamini katika mambo makubwa, jua kwamba
anategemea mambo pia makubwa kwa sababu ya nafasi ulionayo, kwamba Mungu amekuamini, amekupa vitu vingi, amekupa talents nyingi na amekupa labda uwezo mkubwa. Kwa hiyo kufanya kidogo ni kama vile una underemploy resources ambazo Mungu ameinvest kwako, kwamba unatakiwa ufanye zaidi, usijilinganishe na mtu mwingine, kwa sababu kama Mungu amekupa uwezo wa kuiona milioni moja kama shilingi 100,000, basi kwenye mahitaji yanayohitaji milioni, wewe ndio pale unapotakiwa wewe kuonesha kwamba Mungu alikupa vitu vingi, basi na wewe unapaswa kuwajibika kwake kwa vitu vingi. Lakini vice versa is true, kwamba wanadamu wanatamani kuwa na kupokea zaidi kuliko kutoa, of which ni contrary na Mungu anavyotaka. Mungu anataka hivi, kama amekupa vitu vingi, basi na wewe utapaswa kutoa vitu vingi. Anaweza akaja mtu anahitaji shilingi 50,000 ili akanunue unga nyumbani kwake na mahitaji mengine. Kumbe wewe una uwezo wa kufanya zaidi, bado utasema kwamba sina, kwa sababu ya ule moyo tu mgumu. Mungu, kwa sababu Mungu kuna namna zake nyingi ambazo huwa anatujaribu sisi wanadamu katika kutupima mioyo yetu. Saa nyingine kufanikiwa kwetu kunachelewa kwa sababu ya matendo yetu. Mungu anasema hivi kwamba huyu nikimpa utajiri, mbona utajiri huu ni kwa ajili tu ya familia yake, ni mbinafsi? Kwa hiyo kuna wakati Mungu anatubariki kwa ajili ya watu wengine pia. Unapopata nafasi ya kusaidia mtu kwenye maisha yako, msaidie bila kuwa na expectations kwamba yule mtu atakuja kukusaidia. Shida ya wanadamu ni moja, wanataka kwamba ukimsaidia na wewe kuna siku nyingine ufanyeje, utamsaidia au atakusaidia. Lakini wewe unapaswa, kama Mungu amekubariki na ukaona hitaji ambalo unaweza wewe kulifanya, lifanye, kwa sababu kama ulivyo wema ni akiba, hata ubaya pia huwa ni akiba. Kwa hiyo mema yanaweza yakakufuata hata kwa wajukuu zako, kama vile ambavyo mabaya yanaweza yakawafuata hadi wajukuu kwa makosa ambayo baba zako waliyafanya nyuma. Na ndio maana tunahitaji sana kuomba rehema za Mungu zitusaidie, kwa sababu pengine tunapitia nyakati ngumu ambazo sisi hatukuzisababisha. Kuna watu walifanya makosa huko, sasa ndio sisi tunapata ile adhabu. Kwa hiyo na sisi kama tutatamani familia zetu zikae vizuri na Mungu, basi tunapasa kuendelea kutenda yaliyo mema, kwa sababu Mungu ametuwekea mema. Mungu awabariki sana kwa neno hili, na najua mmechoka, lakini mbarikiwe na Mungu awabariki. Tutakwenda kuomba. Mungu atulinde usiku huu wa leo. Tutaenda kuombea mipango mbalimbali, tutaombea safari za wanafunzi wanaosafiri hiyo kesho kutwa. Tutaomba kwa ajili ya mambo